Records, Salvi Boy. Yo, Manyusi. Inawezekana uliwahi kusikiliza nyimbo zake na pengine ulihudhuria matamasha yake. Salvi Manyika ndio jina ambalo lilitambaa sana mkoani Rukwa. Salvi Manyika ni nani? Salvi ni mwanamuziki, ni director. Salvi kwa majina anaitwa Simon Alfred Manyika, kazaliwa Mazwi, Rukwa, Sumbawanga. Salvi ana umri wa miaka 30 sasa hivi, na Salvi alianza muziki akiwa mdogo sana kwenye miaka ya 2004, lakini rasmi akaanza kuachia kazi zake miaka 2010. Na sasa hivi ni mmiliki wa studio kubwa na nzuri ambayo inaitwa Ecolite iliyopo Rukwa, Sumbawanga. Kwa nini ilikuwa rahisi sana kuthaminika na kipaji chako kupewa heshima kubwa ndani ya mkoa wa Rukwa? Mimi nahisi pengine ni heshima, alafu ni uzuri wa kazi zangu ziliweza kuniaminisha kwa watu, na pia kingine ni kujishusha na kumheshimu kila mtu. Na hisi hicho kitu na juhudi pia, hicho kitu ndio kilisababisha nikawa maarufu hivyo, na mpaka sasa hivi bado mimi ni maarufu. Jina la Salvi lipo pale pale. Kuwaaminisha watu kwamba una kipaji ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni kuwafanya watu wakubali na waamini kwenye kile ambacho unakifanya. Pengine kwako ilikuwa rahisi kiasi gani kuwaaminisha watu kwamba wewe unaweza kufika mbali kulingana na kipaji ulichonacho? Niliona furaha zaidi ni kutetea watu wangu, na wenyewe walivyoona kuna mtetezi, moja kwa moja wakaamua kuniamini. Kwa nahisi urahisi na wepesi ulikuwa kwa ajili ya mimi kujitoa kwa ajili ya watu wa Sumbawanga. Kwa mfano, kila nilichokuwa nikifanya nilikuwa nasema nimetokea Sumbawanga na Sumbawanga kuna uwezo. Kwa watu wakaona kama huyu mwenzetu sisi hatuaminiki, lakini yeye kajitoa kutuaminisha, kwa nini tusimpende? Mimi nahisi hiyo ilikuwa inaweka wepesi sana. Salvi, muziki umekufanyia nini ambacho kwako ni kama alama isiyoweza kufutika? Kwanza, muziki umeweza kunirahisishia mimi kuweza kufikia watu ambao sio rahisi watu wengine kuwafikia. Muziki umenipa umaarufu tu wa kufahamika. Muziki umenipa pesa ambayo mpaka sasa siwezi nikajua, lakini sidhani kama kuna msanii ambaye ametokea kwetu kavunja ile record ya kipesa ambayo nimeisikia mimi. Muziki umenipa nafasi ya mimi kuweza kuonana na watu ambao nilikuwa nawaota. Muziki umenirahisishia vitu vingi sana, na mpaka leo muziki ndio umenisababisha mimi kawa hapa ambapo nipo. Muziki umesababisha ni wafaidishe wazazi wangu, kaka, dada na watu ambao wako karibu na mimi. Muziki umerahisishia sana maisha. Nyimbo zako zilifahamika na kusifika na watu wengi sana, na pengine ni kwa sababu pia ulifanya kazi hizo kwenye eneo lenye ubora zaidi. Na hapa nazungumzia studio za Combination Sound ambazo zinamilikiwa na Maniwater. Pengine Salvi, unaweza kumzungumzia Maniwater. Maniwater ni mtu wa aina gani? Maniwater kwanza ni producer ambaye si mwepesi wa kukubali kitu. Mpaka akakubali kitu, basi ujue kweli kakipenda. Alafu pia ni mtu mcha Mungu, alafu ni mtu ambaye katika jopo kubwa la maproducer Tanzania, ukimtoa P-Funk Majani, mtu ambaye anajua kuunda muziki ni Maniwater. Kwa hiyo ni producer ambaye ni mkubwa sana na anaaminika sana na idadi kubwa ya wasanii ndani na nje. Mtu poa sana, lakini ni mtu ambaye si mwepesi sana kukubali. Unaweza kuwa na kipaji na usijijue au usigundue, lakini watu wako wa karibu wakajua kwamba wewe una kipaji. Nani alikuwa wa kwanza kugundua kipaji chako? Wa kwanza kugundua kipaji changu niseme walikuwa marafiki na ndugu zangu wa karibu, sababu nilikuwa nikiimba wanasema twende tukaimbe sehemu fulani. Au ndo waligundua kipaji changu kabla hata ya mimi mwenyewe kugundua kwamba hiki ni kipaji changu, ambapo alikuwepo ni Godfrey Atson Nyati na alikuwepo Geoffrey Katabi. Au ni watu ambao waligundua muziki wangu. Umekuwa na mapokezi makubwa sana ya EP yako ambayo umeitoa hivi karibuni. EP hii inajumuisha nyimbo gani hasa na zinapatikana kupitia platform gani? EP yangu inaitwa Rewind and Replay. Nimeweka hilo jina kwa sababu hizi kazi zangu nimejumuisha muunganiko wa kazi zangu zote za zamani, nimeziweka sehemu moja, zipo katika mtandao mmoja kwa sasa hivi ambao ni YouTube tu, lakini si muda mrefu itakuwepo kwenye digital platform zote za kuuza muziki dunia nzima. Nakupenda uko wewe pekee, kwenye moyo wangu kautawala, ni wewe pekee, wasikubabaishi kidogo tule.
kule mimi nawe, na kwetu kule nikaishi nawe. Taku mwenzo wane uname amanso ya tachi yudu dolene epo kwa shue. Lakini kwa sasa inapatikana pale YouTube. Kwa mtu akiingia YouTube ataenda kuona zile kazi zangu zote za zamani kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho, na si muda nitaweka bonus track ambao watu wengi hawajui kazi yangu ya kwanza kabisa nilifanya na msanii gani na producer gani. Sasa hiyo sio muda nitaiweka, iko kwenye bonus track, na ndio kazi yangu ya kwanza mimi kuirekodi toka nizaliwe. Savi, wewe ndio ulikuwa wa mwisho kuwaaminisha watu wengi sana kwamba mkoa wa Rukwa una vipaji. Lakini kwa sasa unazungumziaje hali ya sanaa ndani ya mkoa wa Rukwa? Sisi kama sisi hatukuwahi kufanya kitu cha kuwaaminisha watu kwenye upande mwingine, kwa sababu Sumbawanga kuna biashara nyingi, vilimo, uwekezaji, lakini bado hawaamini watu kwamba Sumbawanga inalisha Tanzania. Na sidhani kama kuna mtu alishagaa akaona watu wanasifia Sumbawanga kwa kulisha Tanzania. Ukija ukiangaa kwenye upande wa sanaa, watu hawaamini kama Sumbawanga ina watu wenye wana uwezo kama wasanii wengine. Na kwenye DJ, presenter, yani tuseme tasnia nzima, uongozi, watu hawaamini kama Sumbawanga ina uwezo huo. Sasa mimi nahisi tukiungana tukafanya nguvu ya kuukuza mkoa, inamaanisha tutafungua milango ya watu wengine, afu na sisi pia tutafungua milango yetu kwa upana zaidi. Sisi tutakuwa mabalozi wa kufanya vitu viendelee kwenda, ili kesho kutwa tuweze kutengeneza pesa na tuweze kusaidia watu wengine watengeneze pesa. Tuna wazazi, tuna wadogo, tuna ndugu, tuna jamaa. Kwa hiyo mimi nahisi muungano ukiwepo, tukiukuza mkoa, na sisi hapo ndo tutapatia chakula. Ni kauli zipi au maneno gani ambayo wakizungumziwa watu wa Sumbawanga na mkoa wa Rukwa pengine huwa zinakuumiza sana? Ni kweli. Cha kwanza wanasema watu wa Sumbawanga ni wavivu, watu wa Sumbawanga ni wajinga, watu wa Sumbawanga ni watu ambao walishagaripika na maisha. Akipata 1,000 hana muda wa kutafuta 10,000. Ni vitu ambavyo vinauma sana. Yaani ni vitu ambavyo ukivisikia vinaumiza. Sio wajanja, ni watu ambao wako nyuma, hawataka kuja kuendelea kamwe. Yaani hivyo vitu vinaumiza sana. Kwa hiyo inamaanisha hata sisi watoto wetu watakuwa ni hao, kwa sababu toka Sumbawanga imeanza mpaka leo sisi tunaendelea kukua hivi. Ni kweli mkoa wetu bado nani kausimamisha bado, na ndio tuko kwenye jitihada za kufanya hivyo. Kwa hivyo vitu vinaumiza jamani, yani vinaumiza sana na vinakera. Kokote utakakoenda ukasema mimi ni Sumbawanga, lazima utasikia mtu anakuambia huyu hawezi akafanya kitu, au ni wajinga, au hawanaga akili. Yani inaumiza sana. Ni kama ni watoto yatima ambao hakuna mtu ambaye anaweza kuwatazama. Na kila siku mimi nawaambiaga viongozi, jaribuni kukaa na sisi, tuongee, tuone tunafanyaje. Viko vitu vingi vya kufanya kuweza kuifanya Sumbawanga ikaogopeka, na viongozi wanatakiwa waungane na sisi tuweze kufanya hivyo, kwa sababu wamepewa dhamana na Mwenyezi Mungu. Kama hawatorudisha kwa binadamu, mimi nahisi kuna majibu ambao wataenda kujibu wakifika kwa Mwenyezi Mungu. Waswahili wanasema kimya kirefu kina mshindo. Wewe ulikuwa kimya kwa muda mrefu sana, au kuachia nyimbo na watu walikutarajia na walikutegemea kwa makubwa zaidi. Pengine kuna kitu umejifunza kwa ukimya uliokuwa nao? Kwanza nimejifunza kuendana na wakati. Nimejifunza kujithaminisha kama msanii. Nimejifunza kujikuza. Nimejifunza kuvuka mipaka. Nimejifunza sana style, kwamba ukiwa msanii unatakiwa uishi vipi, unatakiwa ufanye nini, uongee nini. Msanii ili kazi zako ziweze kwenda unatakiwa kufanya nini, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana. Na msanii pia unatakiwa uwe karibu na vyombo vinavyokuwezesha kazi yako, na ndio maana nikajitoa kwa muda mrefu sana kuweza kuunda studio ya kisasa na kubwa kama hii. Yote hayo ni kwa ajili ya mafunzo ambayo nilipata, sababu mimi kitu kilichosababisha nisimame muziki sio kwamba kuna sababu nyingine kuu zaidi ya ile kwamba mbona wenzangu wanafanya hivi alafu mimi sina uwezo wa kufanya hivi. Kumbe muziki una process hizi. Kwa mimi nikaona kuanzia sasa sitataki kuimba, sitaki kabisa masuala ya kuimba. Narudi nyuma, talima, nitafuga, nitafanya nini ili nitengeneze mazingira ya kuimba baadaye. Na ndio haya ambayo nimeyatengeneza sasa. Kwa sio muda naanza kazi. Na kama unakumbuka ahadi yangu, kazi yangu ya kwanza na kuja kuizindulia na Manyele huko. Ndio kitu ambacho nimeapa. Tofauti na sanaa ya muziki, ni shughuli gani nyingine ambazo unazifanya?
Salvi ni kijana ambaye anajituma sana. Ni kijana ambaye hachagui kazi. Salvi ameshauza mboga mtaani. Salvi amelima. Salvi amefuga. Salvi alikuwa anauza barafu. Salvi ni mpambanaji. Ni mpambanaji sana. Kiasi cha kwamba mpaka watu wanasema jaribu kupumzika. Ni mpambanaji sana. Ni mtu ambaye anajishughulisha, afu ni mtu ambaye hachagui kazi. Tofauti na watu ambao wanamtizama, lakini ni mtu ambaye hachagui kazi. Chochote kile ambacho kinaingiza pesa yeye yuko tayari kukifanya. Familia yako vipi? Inashiriki kwa namna yoyote kwenye sanaa yako hii ya muziki? Kazi yoyote ninayoifanya lazima kwanza nikaiplay mbele ya baba yangu, mama yangu, kaka yangu, dada yangu na mdogo wangu. Wao wamekuwa ni watu ambao wanasikiliza. Nakwambia hili neno toa, weka hivi. Kwa ni watu ambao wana play part kubwa sana, wako nyuma yangu. Kwa kitu chochote ninachokifanya, nyuma yangu kuna baba, kuna mama, kuna kaka, kuna dada na mdogo wangu. Ni watu ambao wana play part kubwa sana kuhakikisha ninachokifanya sasa hivi iweze kuenda. Hivi karibuni tumeona na kushuhudia wenyewe kwa macho yetu umetembelewa na viongozi wa BASATA. Viongozi hawa walikuwa na lipi kubwa hasa? Tuliongea mambo mengi sana. Kwanza tulikuwa tumeomba elimu waweze kutuelekeza ili sisi tuweze kujua tunatakiwa tufanye nini. Pia tulikuwa tunataka serikali iweze kutusaidia sisi kama wasanii. Tunapokuwa tuna shida mbalimbali, wao wanatusaidia vipi? Je, tunakuza vipi mkoa wetu? Tunakuza vipi vipaji vyetu? Kwa tumepewa sana njia nyingi na tumepewa elimu na vitu vingine, pia masuala ya mikopo tumeelekezwa. Kwa hiyo hizi elimu pia tutatoa kwa wasanii wenzetu. Wameshangaa sana kuona haya mazingira, sababu wao wametembelea studio nyingi sana, lakini na wao wamediriki kutamka kwamba katika studio bora Tanzania 10 ama wamesema 5 ama 10, hii studio haiwezi kukosa Tanzania nzima kwa studio hizo zitembelea. Kwa hiyo tumepata sana vitu vingi kutoka kwao na tuko karibu na wao. Kwa hiyo hatutoweza kushindwa kufanya vitu pasipo na msaada wao. Kwa sasa unamiliki studio kubwa kabisa ya kurekodi muziki. Kwa upande wako umefikiria kuwa na recording label? Yani huo mpango lazima. Na huo mpango tunataka mpaka viongozi waingilie kati. Yani tufanye kazi kikubwa zaidi. Mfano, yani ukisema record label, iwe record label ambayo baadaye wakija kusema katika Tanzania record label gani zenye misingi mizuri ya kufanya watu wakue, basi sisi tusikose kwenye 3 bora ama 5 bora. Kwa hiyo tuko kwenye mikakati. Ukuaji unaanza taratibu. Sasa hivi tuko kwenye mikakati. Nikishaanza kufanya kazi zangu zikisimama, tunaama sasa kuanza kuhangaikia mikakati ya record label. Kwa tutakuwa tuna own wasanii kutoka mkoa wa Rukwa kwanza. Tutaanza kwanza kuwapa nafasi wasanii kutoka mkoa wa Rukwa. Na watakuwa sio wasanii tu. Sisi tutakuwa tuna own wasanii, watangazaji, waandishi wa habari. Tutaoni watu wengi mno. Yani tutakuwa kama empire. Hilo wazo lipo na litafanyika tu Mungu akisaidia. Unafikiri ni wasanii gani kwa sasa hivi ndani ya mkoa wa Rukwa wakipewa nafasi watafika mbali zaidi? Kwa kwanza ambaye akipewa nafasi ana uwezo wa kufika mbali sana kulingana na akili, elimu yake, uwezo, Mr. Lion Victor. Mtoto ana adabu sana, ana uwezo wa kuimba. Huyo wa kwanza. Seaway Fobadi ni mtu mwenye passion na anapenda sana. Tunakukimbilia, tunaachwa kila siku, sio muda tunasahau. Alikwepo Samson, makuvuka tsunami ila kimwoni. Akishikwa na akipewa elimu atakuja kufika mbali sana. Kuna watatu anaitwa Roadman. Mate, ongeza mauta mwe mate. Daima niwe na wewe. Ni mtu pia mwenye jicho la kutizama mbele na ana uwezo. Wapo wasanii wengi, lakini kutokana na ulivyoniuliza watafika mbali, mimi nimewaona hao. Unajua kuna wasanii wengine wana uwezo sana wa kuimba, lakini hawana ile akili ya kusema nataka nifike mbali. Yani wao wanaimba tu, wanatamani kukua juu, wanatamani kuwa maarufu, lakini hawana ile njia kwamba mimi nataka kuwa mkubwa. Lakini kwa hawa niliowataja ni watu ambao wana kiu. Yaani wakipata elimu, wakipata mwongozo, ni watu ambao wana uwezo wa kufika mbali sana. Kwa mimi kwangu ni hao. Mwisho kabisa, nini wito wako kwa mashabiki zako na wakazi wote wa mkoa wa Rukwa?
Mimi nilikuwa napenda kuambia mashabiki zangu kwamba kuna muda lazima ukae kimya kwa ajili ya kuandaa majeshi ya kufanya vizuri. Sisi tunataka tupambanie mkoa. Napenda kupambania mkoa. Naombeni watu wa Rukwa, Sumbawanga tujitoe. Siku mkiona natoa wimbo, yani ni bora hiyo siku tusilale, tuhakikishe wimbo unagusa hata 1,000,000. Sumbawanga tuko wengi sana. Na kama mimi siwezi kupata hizo nafasi kusimamiwa na watu wa kwetu, nitaenda kusimamiwa na nani? Nani ataenda kunisimamia? Sisi tukitangaza mkoa tunafungua fursa kwa watu wengi. Kwa mimi ninaomba mtakaposikia Salvi anataka kutoa kazi, tujitokeze kwa wingi. Na mimi napenda kuahidi kwamba kazi yangu ya kwanza ambayo nitaanza kutoa nitakuja kuizindua huko. Kwa naomba sana uitikio wa watu wengi, hata watu utakapoona kwenye mitandao washtuke kwamba kuna nini. Kwa naomba sana, na sio muda tutaanza kutangaza na kuweka mikakati ili tuje kuzindua kazi huko. Nawashukuru sana na ninawapenda mno. Zinakwaza ndo maana nakuwa na wasiwasi baby. Nana ni kugas, nana ni kupa wasiwasi. Jua mapenzi anafanya moyo uende cross. Usiwe ni was, tule na misalvi. Ipo one day mafresh umaskini tutoka.